muda tumewahi kuwa neighbors pia. That is amazing. And today she's a soaring manager. Kwa hiyo thank you so much Pauline. Thank you so much for the very powerful training. Na mimi sina doubt kabisa kwamba wewe ni one of the people ambao wana knowledge kubwa sana kuhusiana na hii biashara. Sio tu kwenye part ya products, you are not just a seller but a leader ambaye pia umeweza kubuild a very very stable business over the years. Na actually you are taking this business very serious. Kwa hiyo kama kuna example ambayo kila mtu anatakiwa achukue, especially kwenye hichi ambacho tunaenda kukizungumza hapa sasa hivi, because most people wanatamani kuwa expert, wanatamani kuwa labda wanajua kila kitu, wanatamani kuwa wanaelewa mazingira, vitu vyote hivyo. Pauline yeye pengine kwake ni in contrary. Na mimi nakumbuka kati ameanza biashara Pauline, alikuwa mgeni, ameolewa kutoka Kenya, yeye ni Mkenya, akaja Tanzania. And guess what? Amekuja Tanzania and hajui mtu yoyote. Kwa hiyo actually amejenga business yake from cold market, watu ambao hawajui kabisa. Na hiyo ikuonyesha kabisa kwamba wewe kama mtu mpya uko hapa unaweza ukabuild business. Today Pauline soaring manager, na that's a very very good level katika hii biashara, and inakuonyesha kabisa kwamba it's not by chance but leadership imeweza kwenda pale. Kwa hiyo niwape encouragement everyone, mtu mgeni ambaye uko hapa, kwamba unaweza ukabuild a very very stable business. Hata kama wewe bado huna watu wengi, wajui watu wengi, hujui mazingira, still you can build a business. Kikubwa tu ni kuwa open minded, kujifunza. So mi kwa majina naitwa Saif Kasonta, professionally na bachelor degree ya procurement and supplies management, na sasa hivi nina mark miaka zaidi ya 13 kuifanya hii biashara full time. Na mimi nafurahi kabisa kwamba over the years tumeweza kuexperience so many things, na mimi sifanyi hii biashara peke yangu, nafanya biashara na mke wangu ambaye basically hand in hand tumeweza kujenga biashara kubwa, na of course maisha yetu yote yanategemea hii biashara. Kwa hiyo another call for new people ambao uko hapa, very important, kwamba hii biashara inaweza kukusaidia kutatua changamoto, yes fine, but this business can literally transform your life, na ukaiegemea 100%, ikawa ndo njia kabisa ya kuweza kuegemea na kutiki malengo yako, watoto wako, na mandoto makubwa ambayo unayo yanaweza yakatimia kupitia hii biashara. Kwa sababu most of the new people wanaanza biashara pia wakiwa mindset zao wanahisi kama hii ni biashara tu ya kusogeza siku, biashara kusogeza miaka, biashara kuingiza tu kipato fulani labda cha kutafuta quick tu, lakini ni kitu ambacho unaweza ukainvest 100%. Na mimi kazi yangu kubwa leo, kazi yangu kubwa sana leo ni kuweza kumuonyesha mtu akiwa amejoin business, kwa sababu we are all leaders in the business. Na mara nyingi sana nimekutana na hii changamoto kwa watu wengi sana. Watu wana join business, baada ya muda wanakuwa wameelekezwa, wamekuwa wako vizuri kwenye biashara, wanafanya biashara, lakini wanakuwa niseme wanakuwa dependent katika maisha yao yote ya biashara, wanakuwa dependent. Na kwenye kuwa dependent manake all over the years wana grow, wanakuwa, lakini wanahisi they are not enough, and that's why wakiingiza watu wapya kwenye biashara they always depend on the people ambao wamewaingiza kwenye biashara, regardless huyu mtu ana zaidi ya miezi 6, ana zaidi ya mwaka, ana zaidi ya miezi mitatu, ana zaidi ya miaka mitatu minne. Mimi have seen people mpaka wengine wamekuwa viongozi kabisa, still bado wanashindwa kumsaidia mtu mpya jinsi gani ya kumfundisha basic principles mwanzoni, jinsi gani ya kuweza kugrow their business. Kwa hiyo this is the training basically itaenda deeper kwenye wewe kuwa leader, ili uweze kumsaidia mtu wako anayejoin kuweza kuelewa basics za mwanzo, ili aweze kutake a flight kwenye hii biashara, aweze kuwa na flying start katika hii biashara. Kwa hiyo kama uko hapa, hizi nuggets ambazo naenda kushare hapa zitakusaidia kabisa wewe kama mtu mpya kuweza kumpitisha mtu kwenye vitu vya muhimu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vingi nitaongea, vingine haviko hapa, ili kukusaidia wewe hatua kwa hatua kuweza kujua jinsi gani unaweza kumsaidia mtu mpya kuweza kuanza. Na cha kwanza kabisa, mtu wako mpya akiwa amejoin business within 48 hours, yani ndani ya siku 2 tayari wewe umekaa naye, yuko ndani, yuko Dar es Salaam, yuko Dar es Salaam, yuko karibu na wewe, yuko karibu na wewe, yuko mikoani, yuko nje ya nchi. Hakikisha sasa hivi tuna platform mbalimbali kama hizi advancement ya technology, na hizi social media, Zoom, kama hizi online webinars zinatusaidia kuweza kuconnect na watu. Na hichi ni kitu ambacho wewe unabidi ukifanye, sio sponsor wako, wewe uliye join business unabidi ukifanye. Kwa hiyo most important, cha kwanza kabisa is a welcome note.
Kumbuka huyu mtu ni mpya, bado ana a lot of question kwenye kichwa chake, kwenye mind yake kuna so many things ambazo zinaendelea. Kwa hiyo cha kwanza ni kuweza kumkaribisha kwa congratulate this person kwa kuwa mkweli na maisha yake na kuweza kuanza biashara ambayo basically wewe being positive kwamba inaweza kumsaidia maishani mwake, inaweza kumsaidia kuweza kupiga hatua. Na the most important ni kumwambia huyu mtu kwamba regardless huko nyuma ame undergo failures kiasi gani, labda ameweza kufanya vitu vingi, labda havikwenda vizuri, au ana biashara nyingine la bado zinaenda vizuri, bado hii biashara anaweza akaifanya. Kikubwa tu ni kuweza kudream big na kuweza kustay teachable, lakini pia consistency kwenye kile ambacho anaweza kakifanya, kwa sababu determination na success katika hii biashara iko kwenye mtu mwenyewe kuwa tayari kuweza kujifunza zaidi. Kwa hiyo manake yeye willing kujifunza na kuact kwenye kile ambacho anakifanya. Manake mimi kama mimi nimekuingiza kwenye biashara, siko responsible. Hii ni lazima uweze kuinerate mwanzoni kabisa, because some of the people wana join business thinking kwamba mtu mwingine atamfanyia kazi, atamuuzia product, atamtafutia wateja, atamsaidia kila kitu. No, manake mwambie kabisa kwamba responsibility ya mafanikio yako nao yako wewe mwenyewe. Kama utasababisha success ni wewe, kama utasababisha failure pia ni wewe. Mimi niko hand in hand na wewe kuweza kukuguide, kuhakikisha una grow, unakuwa na kuweza kwenda katika whole new level. Lakini nia na madhumuni ni kukutaka wewe uwe independent as quickly as possible. Mimi that statement lazima niweze kuitumia as soon as naanza tu kwenye introduction. Napompongeza kwa kumkaribisha mwanzoni, lazima niweze kumwambia hivyo vitu, very very important. But very very important, baada ya hapo moja kwa moja ni lazima cha kwanza kabisa uweze kumpeleka huyu mtu kwenye kushift mindset yake. Na kwenye kushift mindset yake hapa tunazungumzia vitu mbali, na hapa vitu ambavyo tunazungumzia kwenye mindset shift. Kumbuka huyu mtu amezoea corporate world, amezoea mazingira na maisha alikotoka, pengine ni biashara nyingine ambazo ziko tofauti na pengine ni ajira, ni kazi, ni vitu vingine. Kwa hiyo lazima kuna mindset shift huyu mtu anahitaji kuwa nayo katika kufanya hii biashara. Na mafanikio ni 80% mindset kwenye hii biashara, only 20% ndio iko kwenye skill set. Tunasikia mara nyingi, tunaambiwa mara nyingi, but cha kwanza kabisa mwambie kabisa kwamba hauja join katika sales company. You are not here like kama vile umejoin kama kwenye katika sales company, but basically mwambie kabisa kwamba umeanza biashara ambayo inaweza kukusaidia kabisa kutatua changamoto, lakini kufikia kabisa uhuru wa kipato. Kwa hiyo hiyo mindset is very important. Na many people join in one think kwamba how do I sell, nawezaje kuuza, lakini mshifti kwamba afikirie, badala ya kusema how do I sell, then afikirie zaidi how do I help people. Kwa hiyo mindset shift katika hiyo part very important. Lakini pia from consumer to entrepreneur, most people wana join, wanafurahia products, wanafanya nini, and most of the time hata sisi ambao tunafanya biashara pengine ni consumers tu, kwa sababu hatufanyi hata ile basic minimum ambayo inasaidia kwenye kukuza biashara au kuweza kukusaidia kufanya growth. Mtu afanye simbili sita, sawa, kuna faida unatengeneza hata kama unaziuza hizo products, lakini we bado ni kama consumer, because unachokifanya bado ni kidogo, hakikusaidii sana katika kuhakikisha unajenga biashara kubwa. Na it's not about consuming the product, it's about building a business around wow. Kwa hiyo mindset shift katika hiyo pia is very important. Lakini pia progress over perfection, very important, kwamba kuna vitu leo utaanza ukiwa mgeni kabisa, lakini baada ya hapo utaanza kugrow hatua kwa hatua, na hii itakusaidia wewe katika kugrow na kuanza kulearn, lakini ukiwa una practice vitu na kukusaidia kuweza kufanyaje, kukua. Mindset shift nyingine kwamba think long term. Kwa hiyo over expectation pia ni vitu ambavyo kwa think long term, kwa maana hii ni biashara kama biashara nyingine, forever business is not a lottery, vitu kama hivyo. Na ni biashara, kwa hiyo itakuwa kulingana na akili yako na uwezo wako na jinsi ambavyo unafanya kazi. Lakini vile vile mwambie kwamba activities ndo zina create results. Activities, it's not about joining, it's about getting that ID number, it's about doing the activities. Activities ndo ambazo zinafanya uweze kujenga wateja, activities ndo zinafanya ujenge team, ndo ambazo zitakusaidia team zako pia kuweza kukua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo rejection pia aichukulie kama kitu cha kawaida katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo kwenye hili kumchange vizuri kabisa kwenye hizi mindset shift, kwamba build pia habits za kuweza kujenga biashara, kwamba sio tu by chance anafanya sometime, lakini kufanya biashara in a way ambayo
itamuondolea kabisa excuses. Ule muda ambao mmeweka kwenye kufanya, basi muweze kabisa kunerate pale muda wako umekaa vipi. Most people tunawakosea mwanzoni kabisa tukiwa tunafanya nao orientation. Na kuna bwana mmoja anaitwa Randy Gage, sijui kama wengi mmemsikiliza, lakini one of the gurus wa network marketing wa miaka mingi sana. Yeye anasema within 2 weeks akati umemuingiza mtu mpya, is whether you are making that distributor or you are breaking that distributor. Kwa hiyo ukiwa umeanza, manake mwanzoni kabisa ni muhimu sana kuweza kumwambia huyu mtu na kumuonyesha kwamba excuses has build success. Kwa hiyo mindset shift katika ya maeneo, na unaweza ukaongea over and over kwenye kusaidia huyu mtu kuchange. Lakini pia never compare yourself sasa hivi na mtu ambaye ana miaka mingi kwenye biashara. Stop comparing your beginning na watu wengine. Kuna mtu ana miaka 10 unajikompare naye leo. Mimi shaona even watu wengine wamejoin business, wameacha biashara kwa sababu wanaingia wanakutana na watu ambao wanawafahamu kabisa, wanafahamu income zao zilikuwaje, lakini leo anamkuta yuko amepiga progress yule mtu, today inakuwa tena anaanza kucompare na yule mtu, anajiona yeye ni nothing and then that's it. Kwa hiyo vitu vya muhimu sana, lakini pia kustay connected, very very important. Sasa kwenye mindset shift pia, kwenye hivi vitu vyote vya muhimu, kuna hizi video mbili ambazo lazima kuzicheza. Hii video ya kwanza inaitwa welcome video, ambayo na mimi sitaicheza hii video hapa, lakini mwambie aliyeku introduce biashara sponsor umekosa, upline manager wako atacheza hii video, ambayo basically mimi kwa zaidi ya miaka 10 sasa hivi naiangalia na na sijawahi kuchoka. Every day najifunza kitu kipya na learn vitu vipya, na of course inanipa motisha sana. Hao ni watu ambao wamefanya biashara more than 20 years, 30 years na wamefanikiwa na hii biashara. Not just people walikremisha tu script wakaja hapo, no. And most of the things they are talking, the questions ambazo wewe unajiuliza, pengine hata kama una mwaka mmoja, miwili, mitatu, una mgeni kabisa, unajiuliza, na from what they are talking ni vitu ambavyo unaweza ukajifunza vizuri sana. They are talking about attitude, they are talking about what will your friends say, will your family think you are crazy, na vitu kama hivyo ambazo ni doubts, na vitu kama hivyo maybe about network marketing as a career, kwamba this is the career. Vitu vingi wameongea humo ndani. Challenges ni part and parcel ya success, ni stepping stones, vyote wamezungumza humo ndani. Kwa hiyo ukienda kusikiliza hii video itakupa hamasa kubwa sana ya kuweza kuona kwamba kuna siku kuna watu wana miaka 30 kwenye biashara, 20 kwenye biashara, walikuwa wanafikiria kile ambacho unakifikiria wewe sasa hivi. Lakini manake ainaenda pia mbali zaidi, pengine muonyeshe pia kwa nini watu wengi wanaacha biashara, na these are the reasons why watu wengi wanaacha biashara. Unaweza uka screenshot, unaweza ukapiga picha. Watu wengi wanakuwa peke yao wakiwa wameanza biashara, na some of the distributors wana register watu lakini wanawaacha. Sisi wenyewe we need to rectify hiyo tatizo, kwamba mtu uliyemuingiza ana depend kwako wewe kuweza kukua mwanzoni because ni mgeni, sio because of lack of ability. Kwa sababu ya ugeni wake hajui nini cha kufanya, kwa hiyo wanakaa peke yao. Kwa hiyo kukaa peke yao ni changamoto. Lakini wewe pia kama umejoin business alafu unataka kukaa peke yako, kuna vitu vifahamu, utafanya trial and error nyingi sana, badala ya kuchukua madesa kwa watu ambao tayari wako kwenye biashara, wanajua wapi utakwama, wapi utapita na wapi utaenda vizuri. Lakini kuto kufanya personal development, lazima ujitengee muda wako kidogo wa kuweza kujifunza. Jitengee muda. Tuna bidhaa zaidi ya 200, kwa hiyo lazima uweze kuweka muda, at least jifunze bidhaa moja basi. Kuna business skills inabidi ujifunze, lakini pia kusikiliza watu ambao ni wrong people. Watu wengi wamejoin, advisors wao ni wale watu failures, ni watu ambao pengine wana direction, wengine wana direction lakini they don't know what we are doing. Kwa hiyo ni better ku ask advice from the people ambao pengine wana same mission na wewe, au watu ambao wanakupa zile positive remark kwenye kupiga progress ya kule ambapo unataka kwenda. Mimi nimepata negative remarks, most of the successful distributors wamepata pia negative remarks walivyoanza biashara, but then they did not listen. Waliweka pamba masikioni wakafocus, waliziba masikio wakafocus, and wakasikiliza wale watu waliofanikiwa. Ndio maana leo pengine watu wengi wana admire labda hatua tulizopiga, wapi tumefika, na most of successful distributors. Lakini kumbuka wa watu walipitia the same thing, lakini kimoja ya kosa ambacho hawakufanya ni kusikiliza watu ambao ni wrong people. Na guess what? Hawa watu wrong people inawezekana ni marafiki, inawezekana ni ndugu, inawezekana ni watu wa karibu, inawezekana ni wazazi wetu, na wengine wanatu protect. Lakini manake maisha yako wewe unayajua wewe, ndoto zako unazijua wewe mwenyewe, na ifike moment tu kwamba lazima udecide, kwa sababu success ni kitu ambacho ni personal. Usipoishi maisha ya ndoto zako ni wewe utakayeumia. Wazazi wako hawajui the intensity ya hiyo goal na kiasi kwa gani wewe kwako inakugusa kutokuishi maisha unayoyataka. Kwa hiyo at some point pia
hichi kitu ni kuamua personal, sometimes kujisikiliza we mwenyewe zaidi. Lakini pia over expectation, hii ni biashara, as I spoke kwamba sio lottery, as we are doing activities na kugrow tutapata matokeo. Lakini mwisho kabisa objection. Hizi objection manake kuna hii video ambayo pia unaweza ukaenda kuiplay. Hii video ipo ina dakika kama 10-12. Hii video sitaicheza, lakini na kushauri mwambie sponsor wako, mwambie upline manager wako atakutumia hii video ni WhatsApp, ukasikiliza hii video. Ina a lot of questions ambazo utakutana nazo, and I promise utakutana nazo, distributors watakuuliza. Lakini vile vile kwa wageni wako ambao unaleta kwenye biashara, kuna maswali watakuuliza yako humu ndani, majibu yake. Lakini vile vile wewe mwenyewe utakuwa unajiuliza, pengine sometimes ukiwa una grow yako majibu yake humu. Ukienda kusikiliza itakusaidia sana, sio tu kusikiliza ili utambue, lakini uwe competent, kwa sababu ya maswali yanajirudia, and utakutana nayo tu. Utasaidia watu wako wanaojoin biashara, watu wapya unaowashia nao biashara, lakini wewe mwenyewe pia kuwa na ile clarity na kuwa na belief ya biashara, very important. Mwisho kabisa, kuna hii formula ambayo tunaitumia kwa ajili ya kuovercome objection. Unapokutana na objection yoyote, iwe ni mtu ana pesa, ana time, hajui, anasema mimi siwezi kuongea, tunatumia hii formula. Mwambie sponsor wako akuelekeze jinsi ambayo tunaitumia, lakini ni feel felt found. Mara nyingi tuna raise arguments tukiwa na watu wapya, kama kutaka kuwaonyesha like hichi kitu sio hivi unavyosema, ni hivi. Hilo ni kosa tayari, kwa sababu yeye kuna the way anafikiria huyu mtu. Kwa hiyo ukibishana naye hautashinda, utasababisha arguments, but cha muhimu zaidi ni kujiweka kwenye position yake, alafu find a way ya kumpa right information. Ndio maana ya statement, kwa maana found, kwa maana jiweke kwake, mwambie naelewa kabisa siku hizi muda umekuwa ni changamoto, naelewa kabisa siku hizi fedha ilikuwa changamoto sana, lakini manake na mimi nilikuwa kwenye position kama ya kwako. Mara nyingi mimi natumia story yangu pia. You can use your story katika kujibu maswali, au story ya mtu mwingine katika kujibu any objection. Kwa mfano mimi natumiaga story yangu wakati naisikia biashara sikuwa na mitaji, lakini manake nilitafuta mtaji kwa sababu nilijua kabisa nikirimeni hivi nilivyo, manake sio solution ya changamoto nilizonazo, but rather manake miaka ya mbele pengine nitakuwa na changamoto kubwa zaidi. Kwa hiyo nilijua umuhimu wa kutafuta mtaji na kuanza biashara ili manake niweze kubadilisha maisha yangu. Kwa hiyo nikaja kukuta kwamba hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo that's it. Kwa hiyo this is how you can use feel felt found, iwe ni muda, iwe ni chochote. Lakini bado ukishatumia hii formula, hakikisha unamrudisha mtu kwenye kumpa information, kwa maana utamwambia now this is what I found, baada ya kukana kupata right information. Lakini je, wewe uko open mind kutaka kujua how this work, au jinsi gani unaweza kutumia muda ulionao katika kujenga kitu ambacho pengine kikawa beneficial kwako in the future. Kwa hiyo that's it. Na always mrudishe mtu pale kwenye kumpa information baada ya kuwa umetumia hii formula. Na kama haiwork, at some point unaweza ukaitumia, mtu bado akawa skeptical, mtu akawa bado analeta ubishi au anataka kukuchallenge. Don't even kill yourself kutaka kumconvince mtu kwa kile ambacho yeye hataki kukiamini, ambacho kiko obvious. Kazi yetu kubwa sisi ni kushare information, wala sio kumfanya mtu afanye decision. No, that is not our job. Our job is to share information. Kwa hiyo tumia hizi kama formula ya kuweza kuachana na huyo mtu na kufocus katika mtu mwingine. SW ya kwanza inamaanisha some will. Unaweza ukatumia hiyo formula, watu wakakuelewa na wakataka kwa open mind, wakataka kusikia. Some won't. Kuna wengine you can't change them. The belief system walionayo haiwezi kubadilika kwa wakati huo. They have that belief system. Kwa hiyo you can't change them. So what? Haina maana. Someone is always waiting. Kuna mtu mwingine always anasubiri kutaka kupata hiyo information. The more una spend na huyu mtu, anakumalizia energy, anakupotezea muda. Kwa hiyo keep focusing na kwenda kwa next person ili uweze kushare na information zaidi. Kwa hiyo some will, some won't. So what? Someone is always waiting, go to the next person. And pengine mtu mwingine ambaye unamfuata ndio ambaye atasema yes to try this product, so pengine kuanza kufanya hii biashara. Kwa hiyo use this formula every time unakutana na objection yoyote ile. Find a way ya kujua unaitumia vipi. Nafahamu kabisa unachokisema au naelewa kabisa, lakini na mimi nilikuwa kwenye position kama, ukishamwambia mtu nilikuwa kwenye position kama ya kwako, lakini ikawa hivi, baada ya kukaa na kupata information sahihi, kujua hivi, ili change mtazamo wangu na nikakuta kwamba wala sio hivyo ila ni hivi. Je, utakuwa uko open mind kutaka kujua A, B, C? That's it. Kwa hiyo kama haiweki, you go to the next person.
Sasa kitu kingine cha muhimu zaidi, naenda kwenye mindset, very important. Mwambie kabisa formula ya mafanikio kwenye hii biashara ni katika kutengeneza right mindset. Na right mindset, ili uweze kwenda kwenye action, massive action, ni lazima uweze kujenga mtazamo sahihi. Na mtazamo sahihi unajengwa na uelewa. Uelewa tunaupata kwenye training kama hizi kila Jumatatu. Tuna hizi Super Mondays. Kuna training individual katika teams sehemu mbalimbali. Kuna training za online tunazifanya. Kuna individual training wewe na sponsor wako, upline wako. Hakikisha wewe kama mtu mpya sana, strive to get knowledge. Na knowledge tunaipata kwenye hizi training, lakini kuna vitabu maalum ambavyo baadaye nitashare mwisho wa hii training, vipi ambavyo unaweza kujifunza ukavipata kama your first year network marketing. Kuna video za muhimu nitashare mwisho, lakini experience, umeona product, umejifunza product, experience utakupa uelewa mzuri zaidi, utaelewa zaidi, utaona zaidi, utaona effect yake zaidi. Umejifunza kumwelezea mtu biashara, go practice. Experience, experience is the best teacher. Na actually tukiwa na understanding nzuri itatupeleka kwenye uelewa na kukupa imani zaidi. Imani ya nini? Ya biashara yetu ya mtandao. This is the career. Hichi sio kama ni kitu cha upatu tu au this is the career kabisa. Kuna watu wana master, wana degree, wana PhD mpaka za network marketing uko duniani. Kwa hiyo kuna video za muhimu za kusikiliza kama ya Adam May about the power of network marketing, kaitafute. Kuna video nyingine ya Eric Worre iko kwenye YouTube, inaitwa The Rise of an Entrepreneur. Go listen hiyo video, itakupa perspective ya tofauti sana kwenye network marketing. Lakini kingine, kampuni yetu lazima ustudy the company. Jamani, tuko in one of the giant company. Kasome profile ya kampuni, ifuatilie, understand forever. Ukisha understand forever na mfumo wake wa malipo, I'm telling you, you'll never go anywhere. Na why? Because utakuwa umeelewa kwamba ndoto zako zinaweza zikatimia. Saa nyingine tunakutana na watu wanatuambia na wewe umeanza hiyo biashara, kwa sababu hatuelewi tuko kwenye kitu gani, tunahisi wale watu wako right. Lakini kama tukielewa tuko kwenye industry, tena industry ambayo ina uwezo wa kupay the big money kuliko most of the industries, ambayo imesha create a lot of millionaires kuliko industry yoyote duniani. That I bet for sure. Network marketing ni moja industry ambayo imeshatengeneza mamilionea wengi duniani kuliko industry nyingine yoyote. Kwa hiyo leo products vile vile, believe about the products, kuzitumia, kuzielewa, unavyotumia unapata testimony za kwako, lakini pia watu unaowahudumia, lakini kuamini, kujiamini wewe mwenyewe. Confidence yako ina matter unaposhare products, unaposhare business opportunity, lakini commitment pia, kuallocate time for the business, mabadiliko wewe as a person, kwa sababu kumbuka biashara yetu inategemeana na wewe mtu umejijenga vipi. Kwa hiyo lazima tu adapt change, my people, we must adapt change. Kuna vitu inabidi tuachane navyo, kuna vitu inabidi tuviembrace. Lakini trainings, what training, coachable, kuwa na stock, moja ya commitment pia kuwa na stock. Watu wanafanya biashara lakini wanaichukulia network marketing ni miracle. This is the business like any other business, you must have stock. Lazima uwe na stock. Yani wewe unauza products fulani line au focus, alafu una stock hata kidogo ya hizo products. That is an error. That is an error and it should be corrected, kwa sababu hii ni biashara. Otherwise utakuwa unaoperate kitu kingine tofauti. Network marketing is a business like another business. Lazima uwe na stock. Mteja anakuoda sasa, unaanza kuombaomba kila products mara moja mara mbili sio shida, lakini not every time. You must have stock. Na wewe kama assistant supervisor, kuwa at least na CC 2 basi ziko pale. Kama wewe ni supervisor, at least basi anza kuwa na CC 3 4. Kama ni manager ndio beyond. Kama manager ndio beyond, kwa sababu your team pia saa nyingine itategemea kutoka kwako. Kwa hiyo ni error kwa wewe kutokuwa na nini, na stock. Lakini pia massive action, action kubwa 3 tunazozifanya kwenye biashara yetu. Cha kwanza kabisa, tunatumia bidhaa lakini tunatengeneza customer base. Hiyo ni action ya kwanza. Ya pili, tunajenga watu, tunaingiza watu kwenye biashara, ku recruit. Usipo recruit maana yake ufanye network marketing, unafanya traditional business. Lazima uweze ku recruit, kwa sababu tumesema network marketing. Tuna network. Hatuuzi, sio sales tu. You must network. Sales is through networking. Lakini pia coaching. Watu wanaoingia kwenye biashara lazima tuwa coach, kutumia product kujenga wateja na kuingiza watu wengine. Na siri ya mafanikio ni kuongea na watu, talk to people. No matter what, whether uko knowledgeable, talk to people. Lakini most important vile vile, baada ya hapo nenda moja kwa moja kwenye pati ya matokeo. Matokeo tunayoyataka, watu wengi wanaanza biashara wakiwa wanataka matokeo, lakini kiukweli kabisa matokeo yanaleta kutokana na kwanza kujijenga. Become your understanding, kujenga belief. You become first, but then baada ya hapo utafanya action, do and then having itakuja baadaye. Kwa hiyo mtu at any time T
Akija akiona kuna tatizo kwenye biashara yake, arudi kwenye hii seko na angalie why. Cha kwanza, reason zake, goal zake ziko intact, anauelewa mzuri, hata kama anaelezea products au business, belief yake system iko vipi. Kwa hiyo as long as ata follow through this plan, atajua kabisa changamoto iko wapi. Kwa hiyo moja kwa moja, baada ya kumjenga ki mindset kwamba matokeo yanakuja kutokana na nini, moja kwa moja mpeleke kwenye goal setting, na hapa utarifaa kitabu kinaitwa Mwongozo wa Kwenda Manager au First Step to Manager, na pale kwenye peji za mwanzo kabisa kuna peji mbili za muhimu ambazo zinaelezea jinsi ya kuseti malengo yako, malengo binafsi, malengo ya familia na malengo ya biashara. Haya malengo yote yamegawanyika kwenye ya muda mfupi na ya muda mrefu, na yote ni ya muhimu sana sana. Lazima mtu awe na malengo ya muda mfupi ambao tutaya prioritize zaidi, lakini malengo ya muda mrefu ni very important, yakiwa yamegawanyika kwenye financial goals, kwenye meaningful goals, lakini pia fun goals. Sio kila saa mambo serious tu, pengine kuna vitu ambavyo vitamotivate mtu kuliko vingine ambavyo unahisi wewe vitaweza vikamotivate, na vyote vina make sense. Kwa hiyo ataandika malengo 10, katika yale malengo yote aliyoyaandika kwenye personal goals, kwenye family goals, lakini haya pia kwenye business goals, na hasa kwenye personal na family goals, aweze ku-align malengo yake 10 ambayo anataka kuyachieve in the next 12 months, ambayo wewe kama sponsor utakuwa unafanya naye kazi kuweza kuyachieve. Na hii ndio page inavyoonekana ya Mwongozo wa Kwenda Manager, na of course hapo utajaza majina ya sponsor na wewe. Haya malengo mengi ambayo mnaona hapa, mimi niliandika years ago huko, vitu vingine vingi sana vimeshakuwa ticked off. Most of the goals ziko ticked off. Kwa hiyo leo hakikisha unaweka nawe malengo na itakusaidia. Na baada ya hapo mpeleke sasa kwenye basic skills, jinsi gani ya kwenda kwenye core business skills ambazo zitamsaidia kujenga biashara. Na hapa tunazungumzia pila za success ambazo ziko 5. Pila ya kwanza kabisa tunaizungumzia kutumia products. Kwa hiyo cha kwanza utamsaidia mtu wako kuelewa, na kwenye zile products pale ambazo mmechagua, hapo mwambie kabisa zipi ambazo utaanza nazo, au zile products ambazo ulifanya order hata kama hana hapo, je, zipi ambazo utaanza kuzitumia. Kwa hiyo it's very important kutumia products kila siku ili uanze kujenga hiyo belief. Na mimi nikwambie kitu kimoja, most of the people ambao wameacha biashara au ambao wako serious na hii biashara au ambao wanakosa connection na biashara ni kwa sababu hawatumii products. Over the years, mimi na experience zaidi ya miaka 10, I've seen people, wengine wamekuwa weak, wengine wamekuwa hawana align na biashara, hawako connected na biashara, wameacha biashara ni kwa sababu products hawakuconnect nazo. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho unatakiwa ukifanye sana, wewe tumia products, lakini hakikisha sisitiza na ufuatilie your team watumie products. Wala sio kitu cha kushangaza, unaweza ukashangaa some of the distributors unao kwenye team na wanatumia brand X akati bidhaa hizo ambazo Forever pia wanazo. Kwa hiyo use products, very important. But pila namba 2 ni kushare benefit ya products ili kujenga base ya customer. Kwa hiyo utamwambia ili kufanikiwe pia baada ya kutumia products, lazima tuweze kuwa na watu ambao hawajajiunga na biashara lakini wanatumia hizi bidhaa kwa bei ya retail, na ziko njia mbali za kuweza kuuza hizi products. Pia hii reference ni kitabu cha Mwongozo wa Kwenda Manager. Ukienda pale utaona different ways za kuuza products. Hatutembezi hizi bidhaa wala unaja kufungua duka lolote lile. Kwa ukienda kwenye hichi kitabu hapa utaona hizi njia mbalimbali. Kana sponsor wako aweze kukuelezea njia, sio social media tu peke yake. Kuna one on one, badala ya one on one ya biashara, one on one ya products. Kuna launches ambazo unazifanya, na mara nyingi sisi tunamfanyia mtu launch 3 mpaka 5 kabla hatujamwacha yeye mwenyewe kuwa independent. Lazima tuweze kumfanyia hizo launch 3 mpaka 5. Kwa hiyo unaweza ukapiga picha na hiyo message hapo ambayo ni trial, unaweza ukaiedit ukaanza kuwatumia watu wako wa karibu ambao utakuwa unaanza kutafuta zile order za mwanzo. Why you are doing that? Sababu inampa mtu excitement ya mwanzo kabisa katika kutafuta kupata hela na kuweza kuona kabisa kwamba biashara inaenda vizuri. Na of course watu wake wa karibu ni watu ambao wana trust na yeye, msaidie kuconnect nao, kuongea naye, na of course utaweza kupata wateja ambao wanaweza kununua hizo products. Na muhimu kabisa, share pia the business opportunity. Hii ni pila namba 3 ya mafanikio kwenye biashara. Share business opportunity. Unapo share business opportunity inamaanisha nini? Kwamba kuna watu ambao tunashare nao biashara bila kuprejudge.
bila kuchagua chagua, bila kusema huyu atafanya huyu afanye. Lazima tuweze kufanya vitu vya muhimu kwa kuandaa contact list na kuweza kushare na kila mtu ambaye tunamfahamu, kila mtu ambaye tunamfahamu, kuomba referral, kushare na kila mtu ambaye tunamfahamu. Hii itatupa nafasi ya kuweza kuchuja watu wengi na kuwatambulisha watu kile unachokifanya, especially katika mwaka wako wa kwanza. Tutafanya hivyo, lakini manake hii ni kama vile checklist ya kuangalia unavyoshirikisha watu, vitu gani vya kuviangalia. As long as utaandaa list ya majina ya watu 250, 300, 400 ya mwanzo unayoanza nayo, hakikisha every day tuna connect na watu wapya pia, kwa sababu tunapo preempt ile listi tunaishiwa watu wanaisha. Kwa hiyo pale kwenye listi sio watu wanaisha wa kuwashirikisha biashara, watu waweze wakaisha jamani, kwenye listi ulioiandaa. Kwa hiyo kama tuna new number nyingine zitakupa hamasa kwamba hata na bado na a lot of numbers ambazo naweza nikashare nao. Jiwekee target kwa kila wiki, unataka kuwashirikisha watu wangapi biashara. Usimwache tu mtu wako mpya akawa stranded yupo tu na of course mkashangaa mpaka mwisho wa mwezi ameshirikisha watu wawili tu. No, lazima uweze kubana kwenye kufanya naye kazi, na the more unaongea na watu, the more mtu atakuwa positive. The more unamwacha idle, negativity inazidi kuingia zaidi, kwa sababu hamna watu wanaokuwa interested, hamna watu wanaosema watajoin, hamna haraka sana. Nimesema in the first 2 weeks either unamjenga au unambomoa huyu mtu, ndio unamjengea routine huyu mtu. Lakini pia how many business presentation ambazo mtafanya kwa wiki, lakini pia lengo na madhumuni ni kupata key watu 5 wa kuweza kufanya nao kazi. Na we all know kwamba biashara yetu sio lazima uwe na watu milioni ndio uweze kufanikiwa. Ukipata watu key 5 kwenye biashara wachache tu, bado ukaduplicate unachokifanya, unaweza ukajenga biashara kubwa sana sana. Na that's it. Key mwanzoni ni kupanga. Na pila namba 4 ni kuhakikisha tunakuwa active. Become active. Na kuwa active kwenye biashara yetu ni kufanya ile minimum business ya 4cc, monthly habit ya 4cc. Na hii 4cc business ni kama biashara ya milioni 2 laki ngapi kwa assistant supervisor, ni kama biashara ya milioni 2 na kama okay. Ni biashara ya milioni 2,400,000 kama na 81 hivi, kama haya manunuzi mtu atakuwa ameyafanya yeye mwenyewe. Lakini pia tunajua secret ya kufanya 4cc sio tu kutokana na manunuzi na mauzo ya mtu mwenyewe, inatokana pia na vitu mbalimbali. Kwa hiyo kikubwa ni hii ni business discipline, sio kwamba ndio maximum business ambayo unatakiwa kuifanya. Jamani, hii ni biashara ndogo sana. Kwa wewe ambaye ni mfanya biashara unataka matokeo makubwa, 4cc sio biashara ya maana sana, ni biashara ya kawaida. Na mimi nakwambia leo hii imewekwa kama vile ni njia ya kukusaidia wewe kutrack your business, kuona unafanya the right progress kwenye mafanikio, unajenga biashara kisahihi, au sivyo unaenda tofauti na vile ambavyo itakujengea biashara. Kwa sababu ukifanya 4cc wewe utakuwa unatumia products, utakuwa unawasave wateja, maana utaendelea kuongeza wateja, lakini pia utaintroduce watu wapya kwenye biashara. Kwa hiyo hizo njia 3, matumizi na kushare bidhaa na kuuza kwa wateja wako wachache 20 30, lakini vile vile kuweza kujenga team kwa kuingiza watu wapya, itakusaidia kuweza kuwa una align kwenye ile progress ambayo unahitaji kuenda nayo. Kwa hiyo hii ni business building discipline. Ita create momentum to your business, itasaidia duplication kirahisi sana, lakini itakusaidia kusababisha growth. Kwa hiyo hii ni minimum business, lakini tusikae tukawaambia watu 4cc. 4cc inakupa faida kama assistant supervisor roughly kama milioni 1, let's say 1cc roughly unaweza kama 250,000. Kwa hiyo what is kutengeneza milioni 1 peke yake kama faida kwenye mauzo kama assistant supervisor? No, hiyo ni biashara ndogo. Kuna mtu anauza bibanio pale Kariakoo, anaweza kutengeneza labda kwa mwezi mzima. Yuko pale nje anauza viatu, anaweza kutengeneza. Kwa hiyo leo mindset ndio kila kitu. Hiyo biashara ni ndogo sana. Kwa hiyo ukishaelewa hivyo, unajua kabisa hichi ni kitu ambacho tukishabadilishaga kuweka manamba hivi watu wanakuwa hawaelewi. Sio hata kwa nini sielewi. Lakini hii ni biashara ndogo. Yaani ukiuza wewe bidhaa zako pale za cc 1,600,000 sio na ngapi, faida yako unatengeneza hizo 42%, hiyo ni kama inaenda 2,250,000 plus. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba ni biashara ya kawaida. That means tujichallenge kufanya nini? Kufanya zaidi. Lakini most important, cc ni nini? Pia let's go and learn. Lakini kwa ufupi kabisa, hii ni case credit, kifupi cha case credit. Na case credit hii ni company internal company currency ambayo kampuni inaitumia kwenye kuhakikisha watu tuna understand jinsi gani hizo quantity na value ya biashara ambayo mtu anaifanya. Na hizi CC zimekuwa based kwenye kuwa quantified kwenye hizi products value, kwa maana kila bidhaa ina volume yake au ina thamani yake, na ndio maana hata hizo volume za CC pia zinatofautiana.
0.1 0 point ngapi. Kwa hiyo zikija kujumlishwa hizo ndo zinaleta 1cc 2cc 5cc and all that. Kwa hiyo hizi sasa unapokuwa unazifanya kulingana na currency ya nchi yako, approximate zitaendana kule. Kwa hiyo tukitaja leo biashara ya kiasi fulani, kama uko Zambia, uko Kenya, uko Uganda, uko UK, tunaelewa umefanya biashara ya namna gani. Kwa hiyo hamna hata kitu chochote cha ajabu hapo, ni vitu vya kawaida kabisa. Lakini tunajua kwa kufanya 4cc kwamba njia tatu, kutumia products, kujenga wateja na kuingiza watu wapya, zote zitahesabika kuweza kuingia kwenye active yako. Angalizo tu ni kwamba lazima cc moja itoke kwako wewe mwenyewe. Usipofanya wewe, hata kama ukiingiza watu wengi 2cc walio join na full combo, lakini hujafanya personal yako 1cc, inamaanisha utakuwa umeshindwa kuqualify kumaliza 4cc. Lakini kingine, only new distributors ndio watakaochangia kwenye 4cc yako. Wale watu ambao hawajatimiza mtaji, hawajakamilisha yale manunuzi ndani ya miezi miwili, watachangia mpaka pale watakapoweza kumaliza mtaji wao. Hapo ndio cc zao zitaingia kwenye total volume, lakini sio kuchangia kwenye 4cc yako. For more narration, muone mtu aliyekuingiza kwenye biashara au sponsor wako atakuelezea vizuri, lakini cha muhimu zaidi ni kwamba 4cc inatusaidia kwanza kabisa kupata immediate income tunapouza products. Cha pili, inatusaidia kutengeneza leadership bonus, kwa maana ile team leading bonus. Atulipwi team leading bonus ambayo baadaye, leo umeanza biashara huko mwenyewe, lakini baadaye vipato vyako vikubwa vitakuwa vinatokana sio kwa kazi unayofanya wewe tu peke yako, ila kwa kazi ambayo inafanyika na team nzima, kwa sababu effort ya team, maana yake team ni kubwa, haiwezi kulingana na wewe mmoja. Kwa hiyo kama tutaduplicate vizuri, vipato vinavyotokana na team baadaye vitakuwa vikubwa kuliko ambavyo sisi ambavyo tunakuwa active. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujifunza kufanya 4cc, kwa sababu kuna fedha nyingi ambazo utashindwa kuzitengeneza kwa sababu wewe huwezi kuongoza kwa mfano. Kwa hiyo very important, na hapo umeona kwenye mwongozo wa kwenda manager, hii screenshot imechukuliwa, wanasema if you achieve 4cc and more personally each month, alafu ukawasaidia timu yako kufanya the same, you will soon become a manager. Kwa hiyo very important, lengo na madhumuni ukae na huyu mtu baada ya kuelewa hizi basic principle na hizo 4cc na nini, haraka sana weka naye plan ya kwenda manager. Yani usikae na mtu mpya kwenye planning, halafu plan ikawa unaishia tu, bwana tu plan kwenda supervisor, tu plan kwenda assistant manager, tu plan. Lengo ni kwenda manager haraka sana. Cha kwanza ni kumaliza mtaji wake wa 2cc. Baada ya hapo ni direct, lengo ni kwenda supervisor alafu manager. Hakikisha unampeleka kwenye plan ya manager. So hizi ni narration ya plani ambazo unaweza ukampa, na unaweza kuwa unabadilisha miezi. Lakini mimi nikikaa na mtu kama anaweka plan ya kwenda manager kwa miezi zaidi ya 6, maana yake huyo mtu hayuko serious. Lakini mtu ambaye yuko serious, plan ya manager inabidi iwe miezi 6 au below that. Lakini hebu angalia hiyo plani inaenda taratibu sana. Mwezi wa kwanza Julai 5cc, mwezi wa pili August 10cc, na of course 20cc September, October 30, 45, November, and then anamaliza manager. Kuanzia September ataanza kuhesabu 150. Hiyo miezi miwili Julai na August ni ya kujenga foundation, kwa sababu hizo sio tu personal, lakini tunamuencourage huyu mtu aweze kusponsor watu wapya. Lakini plani ya pili ni hii ya road to manager ambayo ni ya 3 months, 25, 50 and also 70. Kosa kubwa tunaolifanya distributor wengi sana, kwa sababu wewe umestaki muda mrefu kwenye biashara, you think everyone anakuja kwenye biashara atastaki kama wewe. That is the wrong thing. Yani usije ukakaa ukajimeasure mtu uwezo wake, ability yake kwa kuangalia wewe unahangaika kiasi gani au wewe ufanyi vizuri kiasi gani. Kila mtu is different. Kila mtu. Sasa ikiwa kila mtu unamleta mtu kwenye biashara, wewe unaanza kumtreat kila mtu the same, kwamba wewe mwezi huu 5cc, aisee utafeli. Na kuna watu wengine utawaondosha kwenye biashara kabisa. Sababu watu wengine, hii ni biashara, wanaanza kama biashara. Unapata mtu anafanya biashara nyingine huko nje, unakuja kumwambia 5cc, 4cc. Watu ambao wakuuzia product anao, watu wa kujoin wanayo, and lazima tuwatreat watu tofauti. Otherwise we'll be losing business every day. 25, 50, 70. This is the plan ambayo unaweza ukaenda nayo mtu na kuweza kuhakikisha mtu ana grow vizuri zaidi. Kwa hiyo plan kama hizi, kuna watu extraordinary wanaenda 2 months. Mimi I had a manager ambaye alienda 2 months and a half. Of course, push ilikuwepo, kazi ilikuwepo, lakini alimaliza. Kwa hiyo that's it. Mwache akapumulie huko, alafu tutajuana huko mbele. Ataenda kukua, ataenda huko. Kwa hiyo tuache hiyo mindset kwamba yeye aende sijui, as long as ana watu tufanye kazi. Kwa sababu anaweza kwenda kidogo kidogo hivyo na asifike.
na anaweza akaenda pia anaweza akaenda hivyo kidogo kidogo akafika na bado asifanye. Kwa hiyo mtu ni mtu tu, kwa hiyo hamna kudanganyana eti kwamba sijui amejoin nenda naye hivi. Kila mtu tofauti kulingana na potential yake, mtu nenda naye kwa jinsi alivyo. Kwa hiyo tusikariri, and you are the definition ya wewe biashara yako unataka kuipeleka vipi, not your sponsor, not your app. Unamjua mtu uliye mwingine wa business na grow accordingly. Usikae ukakariri, you are losing business automatically. Lakini cha muhimu zaidi, very very important activities ni muhimu sana, na hizi ni daily activities ambazo unaweza ukazifanya kutumia product. Learn daily, very important. Share daily, follow up, attending training. Watu hata kama utawasikia nao biashara vipi, kama ufanyi follow up, unashare nao products vipi, ufanyi follow up, you are missing a lot. Kwa hiyo hakikisha una follow up, kwa sababu ukifollow up ndio unasababisha decision ya mtu kufanyika. Ukishare nao tu watu wako excited, usipowafuatilia you are losing people as well. Walikuwa excited, momentum inashuka, excitement inashuka, baadaye inakuwa hard tena kuwa close. Lakini ndani ya masaa 24 mpaka 48 mtu wetu mwingine products au business, hakikisha haraka sana unammaliza, una follow up, unamalizana naye haraka sana. And attend trainings, very important. Stay connected to your upline, very important. Fanya kazi na upline wako, anajua vitu ambavyo vijui, anaona kule ambapo wewe huoni. Lakini very important kuhakikisha unafanya naye kazi, sio kwa nia ili upate matokeo, kwa sababu most of us tuna join business kufanya ili watu wapate matokeo. Hatufanyi biashara kwa ajili ya kujifunza ili tutake charge ya biashara. Tunafanya ili tuweze kuingiza watu kwenye biashara. Okay? Lakini hatufanyi ili kufanya wateja. Watu wetu tunafanya nao kazi, viongozi wanafanya sisi kazi, tunataka tupate matokeo tu, lakini sisi hatujifunze how to do it. Your upline, your sponsor, hata kuwepo maisha yake yote hapo kukaa kukufanyia kazi, ana watu wengine anawaingiza kwenye biashara, ana watu kwenye timu ambao ni wapya pia wameingiza watu wapya kwenye biashara. Kwa hiyo haitategemea kabisa kwamba every time atakuwepo hapo na wewe. Hakikisha unaanza kutake charge mapema na kujifunza. 90 day commitment, very important. Stay consistent for 90 days. Miezi yako mitatu ya mwanzo ukiwa mtu mpya, those are the moments za kujifunza haraka kupita kiasi. Yani ndio muda wa kujifunza. Hakikisha una stay consistent 90 days katika kufyonza, and after that sio kwamba tutakuacha, no, but inatakiwa uwe tayari unaweza kutake charge vizuri kabisa. Trust the process, very important. Hii ni proven system ambao watu wengi sana wameshaifanya, wameifuatilia, wamefanya over the years. Zaidi ya miaka 48 kampuni ipo. Trust the process, fuata kile ambacho unatakiwa kukifuata. Most people quit too early. Sawa, too early, kwa sababu hawajaleni the important skill. Watu wanaacha mapema tu. Kwa hiyo consistency ndio ambayo ina win kwenye biashara. Mwisho kabisa, incentive. Usiache kuelezea mtu kuhusiana na incentive. Na incentive ziko nyingi sana. Na hizi incentive usikae ukasema huyu mtu mpya, kwa hiyo simuelezei vizuri kwa sababu bado mbona vitu vikubwa sana, hata mtu hata force bado hajawahi kufanya. I say hiyo bado tunarudi pale pale. Unakaa unamdefine mtu kutokana na wewe hujawahi kuqualify, au wewe uwezo wako labda uko vipi, au uelewa wako. Kosa kubwa. Unaweza kumuingiza mtu leo mwaka huu akaachieve vitu vikubwa sana. Muelezee kila kitu, potential ya kila kitu. Baada ya manager mwambie kuna incentive, muonyeshe Forever to Drive una qualify vipi, Eagle Manager una qualify vipi, Chairman's Bonus una qualify vipi. Vyote vinawezekana. Vyote vinawezekana. Mtu anaweza kujoin mwaka una achieve. Tumeona so many people wameweza kufanya hivyo. Kuna watu wanakaa muda mrefu, kuna watu wanakaa muda mfupi wana achieve. Kwa hiyo usijiangalie wewe, hata kama wewe ni sponsor, hujaachieve chochote kile, muonyeshe mtu wako. Kwa sababu sio speed yako na huyo mtu ataenda nayo the same. Kwa hiyo very important, anza kuonyesha pia hizo incentive watu wazione, na the rest vinakuwa tena ni vitu vya kufuatilia. Kwa sababu the more unamuonyesha mtu bigger picture, the more anaona ukubwa wa biashara, na pia haichukuli biashara poa. Kwa hiyo very important, success inakuwa build through consistent daily action, lakini use, share, build customer base, share the opportunity, build a strong team, lakini very important, stay active, grow, na hakikisha kwamba unafanya kazi na upline wako. Mwisho kabisa, these are the important skills na knowledge ambazo unatakiwa kuwa nazo. Naomba screenshot uweze kuzipata hizi, very important. Na hizi ni video ambazo mfuate upline wako, mwambie nazihitaji. Ziko na nyingine nyingi tu. Upline wako, sponsor, au pengine upline manager wako, and mwambie, and
atakupa hivi video, atakupa hivi vitu, kama ni vitabu atakurecommend. Jamani, tusiwe tunatafuta sisi kuwa tunajua kila kitu, yani tunataka kufind out kila kitu wenyewe. Watu wameshafanya hivyo over and over, kwa hiyo tayari wako pale katika kukusaidia wewe ku get the important skills na kuweza kukudirect, nenda kwenye hichi, nenda direct bila kuenda kuzunguka zunguka. Kwa hiyo piga picha hizo, uzipate hivyo vitu, vitakusaidia sana sana kuweza kupunguza muda wa trial and errors, lakini kwenda direct kwenye the important thing, na kikubwa zaidi ni kwenda kwenye activities. Baada ya hapo, hizi video unaona ni fupi fupi sana, ni fupi sana, lakini zote ziko connected kukujenga wewe, kwamba unaweza ukashangaa unasikiliza kitu hichi na kile kina connect, hichi na kile kina connect, baadaye utashangaa hata the way you speak unaongea tofauti, utashangaa the way ambavyo una connect na watu tofauti, unashangaa uwezi kuogopa kuongea na mtu wa kaliba yoyote, kwa sababu kuna knowledge umeipata ambayo inakuconnect wewe na vitu mbalimbali. Jamani, tunashindwa kuongea na watu wengine kwa sababu ya sisi hatuna skills, hatuna knowledge. Kwa hiyo tupate hapa. Ukipata hivi vitu ukafocus navyo ukaenda kwenye daily actions, hakuna ambacho kinashindikana. Kwa hiyo this today was a training about how you are taking a new distributor to the next level. Baada tu ya planning, hakikisha haraka sana umekaa na mtu wako, panga naye activities kwamba when is the next meeting, when is the next meeting, na huyu mtu unaenda kufanya naye either ni one to ones, kama ni kuplan naye the first launch, fanya naye, lakini hakikisha kwa spidi kali sana mwaka wake wa kwanza au mwezi wake wa kwanza drive matokeo. Kama ni kuuza products auze products, kama ni kuingiza watu aingize watu, kwa sababu mtu bado list yake kubwa sana list yake. Kwa hiyo bado halaki watu wote, bado yuko mind yake iko so fresh. Kwa hiyo usimwekee limitation yoyote ile, nenda naye kwa jinsi yeye alivyo, lakini muongoze. Sometimes watu wanakuwa na fear, especially watu wapya wanao join business, wanaogopa. Kwa hiyo take wewe action as a leader, kuwa mbele yake, chukua hizo namba, piga, muonyeshe mfano. Yani kumjenga mtu mpya is more of the actions ambazo wewe unazifanya kama sponsor au upline. Yani wewe zaidi kwenye coaching, sio training, coaching, kuingia naye field, kufanya naye vitu, that's the most important part. Hamna kitu kinachomjenga kiongozi kuwa imara kama actions ambazo wewe utafanya naye. Akuone unafeli, aone kabisa kuna sehemu na wewe una struggle, aone kuna sehemu unafanya vitu, aone kabisa kwamba this is real business. Umechukua namba, umefeli, umefanya vitu, kuna mtu umekukatalia, umempigia pale na yeye ameona kabisa, kuna wengine wamekubali, kuna wengine wamekuja kwenye meeting, aone kabisa ile feeling inakuaje. Na hata mtu akija kwenye meeting mwambie na mimi nilimpigia, unaona ajaje kwenye meeting. Kwa hiyo vitu kama hivyo, kama unaona amebadilisha hii namba au ameniblock na mimi, unaona mimi it's okay, it's fine, umeenda. Kwa hiyo vitu kama hivyo vina create ile mtu kuweza kupata ile connection na kuwa mbona normal, it's just normal, hata kiongozi wangu anakutana na hivi vitu, kwa hiyo it's normal na it's part of the process. Kwa hiyo that's it, mimi niweze kusema enough, and let's go more practice katika kushare na watu, tuanze kutake charge ya kutake through our new distributors wenyewe until we become better. Kwa hiyo hii ni just a nutshell, nimeweza tu kugusa vitu vya muhimu, lakini vitakusaidia wewe zaidi. As you practice with your sponsor, upline wako, unaweza ukawa better katika hizo area. Mimi niwashukuru sana for your time, and niseme alamsiki. Have a nice time, let's go build the business and see you at the top. Thank you so much.